habari. Sisi ni wanachama wa New Fighters Group. New Fighters Group tumetoa movie yetu, tamthilia yetu inaitwa Ndoto Yangu. Ipo YouTube. Tunakuomba ulike, ushare, usubscribe kazi yetu. New Fighters kwa pamoja tunaweza. Fuatilia ndoto yako. Ndoto yangu. Ndoto ya maisha ya wote. Okelo. Ndoto yangu. Ndoto yangu. Mlango anikichako namba kweli yani. Yaani mtafikia story ya saluni? Sema na wewe pole pole sasa. Sio kwa kweli. Shida watu na wewe kwa saluni ndio shamba kutwa. Shombe shombe. Maana napenda kufunguliwa na wewe. Naona watu na mapenzi moto moto. Shafika. Au utasikia mji wako. Haya, angalieni sije kaja kwa baridi tu. Haya. Kwani wewe una nini? Una matatizo? Nimejikwaa tu bahati mbaya sikukusudia mamdogo. Mlango kila siku unapita hapa. Nguo yangu ndefu. Kila siku. Mtoto ana mtoto gani unamwelekeza? Nini sasa? Kuhusu nini? Unachokifanya vijui ya? Sijui nilichofanya nini? Hasa hapo nilichofanya kitu cha ajabu. Yule ni mke wangu. Ni pia mpenzi wako. Alitambua. Umeona? Lakini hapa ni nyumbani, mipaka lazima iwepo. Weka mipaka yako na mimi pia heshima yangu ni. Mume wangu? Mume wangu? Samahani mara moja. Shenga, afadhali umefika. Nashukuru sana. Kuna changamoto kubwa sana nyumbani kwangu. Maana kikiwa yetu ni changamoto kubwa sana kwa msaada kubwa sana. Naomba nimekuita Madudu. Anielewi kabisa. Naomba ukae. Sawa. Kwanza awali ya yote nitamani nijue kwa upande wako. Chanzo kikubwa ni nini haswa mpaka inafikia hatua kwamba mke wako anahitaji kuondoka nyumbani? Tatizo ni nini zaidi? Chanzo cha tatizo si mke wangu kaona sio kupigwa. Kaona
Yaani ananishtumu kwamba mimi ni mtu ambaye nategemea na kila mtu. Kwa hiyo najaribu kuongea naye kumweka sawa, lakini hataki kunielewa. Kwa hiyo unahitaji ongea naye uzungumzie naye kwa sababu unajua maisha yetu sisi ni kazi yetu FC. Kwa naona mimi napoenda labda na kwa naona yake na najua kabisa sitaki nimpoteze, nampenda sana mke wangu. Naomba ongea naye. Sitaki aondoke kabisa. Na siambiliki sasa hivi kwa. Nampenda sana mke wangu. Naomba uzungumze naye. Bibi, na wewe kwa upande wako, labda sababu kubwa ni hiyo aliyosema mwenzako au kipo kitu kingine tofauti na hicho? Kweli mimi naumia sana sana, mambo wanayofanya mume wangu ni tofauti kabisa. Watu wanakuja hapa kibao wanalalamikia, anakabidhiwa hela akafanye kazi za watu, hafanyi kazi afu pesa za watu anatumia. Watu wanakuja hapa kibao wanaanza kunikana kunilalamikia maneno kibao. Mimi najisikia vibaya najisikia vibaya. Kwa nini anifanyie hivi jamani? Naumia mimi hapa yani ninachotaka mimi hapa ni kuondoka tu, yani mimi niondoke basi, ndio kinachotaka niondoke, sitaki. Ndoa ni safari ya kusaidiana, sawa, na sio mashindano ya kubishana nani atashinda katika hayo mashindano. Unanielewa? Ndoa imebeba uvumilivu, heshima na mawasiliano, sio? Nielewa. Lakini pia katika vitu hivyo kikikosekana hata kimojawapo, basi hiyo safari haitofika. Na pia katika ndoa, unapoona ndoa moja imeenda kwa muda mrefu, wanandoa wameishi kwa kipindi kirefu, inatakiwa ujue kwamba kuna mmoja alikuwa anajishusha, kuna mmoja alikuwa anakubali kuonekana mjinga ili apate amani katika ndoa yake. Na sio mmoja huyo tu, yawezekana akawa mume au akawa mke, lakini hii yote ni katika namna ya kutengeneza ndoa yao ikawa bora zaidi. Sijui mnanielewa? Sidhani kama kuna sababu ya wewe kuondoka kwa sababu mume wako anakupenda, na ndio maana akaniita mimi hapa ili tusuluhishe haya mambo, kila kitu kiwa sawa. Ndugu yangu, hebu naomba ongea na mke wako na umwambie kwamba hayo mambo aliyofanya hayatojirudia tena. Na lakini pia hata mimi kiufupi sijapendezwa na hicho kitu. Bwana. Kwa hiyo ndugu yangu, pia unapaswa ujue kitu kimoja. Mwanamke ni pambo. Mwanamke ni mithili ya ua zuri ambalo linahitaji matunzo. Na ili ua liweze kuwa zuri zaidi, inabidi ulitunze vizuri, kwa kulimwagia, kwa kuliwekea mbolea. Sawa? Hebu naomba useme na mke wako na umwambie kwamba hutorudia tena, kwa sababu wewe ni mwanaume na mwanaume ndio kiongozi wa mwanamke, na mwanamke wako anaangalia nini mwanaume wangu ananiongoza, nini mwanaume wangu anafanya. Sawa sawa, sema na mkeo. Na kwa hiyo turudi tena. Please, usifanye usodoke kwenye maisha yangu. Mpaka nimeweka mshenga kutoka mbali kwa Afrika hapa. Unajua umetumika sana kwa nini kwa hiyo ni kwa sababu sitaki kuondoka kwenye maisha yangu. Najua ndio kila kitu kwenye maisha yangu. Please, usifanye hivyo. Nakuomba usiondoke. Usiondoke. Chumba kikubwa hiki. Tunafanya nielewe kwenye bahari kwa sana. Please. Tutaruhusu majirani wa Mbeya kuhusu sisi. Na wanajua kabisa mimi naye. Wako ndio ishapiga tu mwisho wa leo. Usifanye hivyo. Naomba samika. Please. Samika. Sitarudia tena. Wallahi nakuomba. Sitarudia tena. Samika. Naomba samika. Sitarudia tena. Na kuahidi bila mshenga na Mungu sitarudia tena. Promise. Samika.
bora hata nilipokuona ndugu wangu. Maana Mungu niko anakuja huko kwenu. Vipi lakini maana nimekumisi sio poa. Mwacha leo unafikiri kwetu upajui? Si unajua mimi mambo mengi. Basi sawa tu nimake na ubuyu umenikaa hapa. Sawa tu nipe kabla hujapoa huo ubuyu. Ndoto yangu, ndoto yangu, ndoto yangu. Mchanga huu ni mguu wa Muba. Naomba kupitia mchanga huu niliochukua kwa upande wa bwana Muba, naomba mizimu iliyokuwa sehemu zote ya pembe nne za dunia inisaidie, asitokee mtu yoyote ule kumsumbua huyu bwana, pembe nne zote za dunia, kuanzia magharibi, mashariki, kusini, kaskazini. Baada ya kusema hiyo, naomba mizimu inisaidie kupitia hili. Mimi yule mtu nimemkataa bwana. Unachezea bahati wewe, shauri yako. Sio kuchezea bahati, yaani hajaniingia tu kwenye damu. Shoti sijamuelewa. Hata hivyo tuachane nayo. Mbona kwenye sherehe yangu jaje? Shogangu nilikuwa na matatizo kibao, afu nilisahau kukwambia. Mambo mengi mpaka kwangu mimi. Umechoka ise. Wewe ndio ulikuwa pia John. Ile pale. Naona uko na mgeni. Mgeni wangu huyu. Kutoka wapi? Si ndio yule Zura nilikuwa nakwambia hapo. Naitwa Zura. Saizi. Salama. Karibu. Asante. Karibu sana. Jisikie uko nyumbani? Haya. Sasa ngoja niende kwanza tueleze hapo mara moja. Naomba china mgeni na stori zenu. Sawa. Haya. Acha niende bwana. Si unamjua mamangu. Akianza kucharuka huko nyumbani. Haya, poa, wasalimie. Mimi hapa sikusindikizi maana nimechoka. Oh, mgeni. Ndio unaondoka? Ndio naondoka. Karibu bwana. Asante. Karibu sana. Hapa ndo kwa kina Angel. Sawa, maana nakujaga. Sawa sawa. Basi karibu. Haya, kwa heri. Ngoja tukapike. Haya. Kaka. Nini? Au umempenda? Acha ujinga bwana na wewe. Vipi nikuunganishie au? Yaani uniunganishe mimi jamani? Kweli? Lakini
Anafaa. Sawa. Mimi nipo ndani. Usikuta anakuwa wifi yangu kimasiara hivyo. Dogo nimemtuma mikate mpaka sasa hivi hajarudi. Mimi nimekaa na mablue band tu hapa. Alafu hiyo tabia yako na wewe pia ya kuanza kula mablue band, mimi sija kununulia wewe. Umeelewa? Yaani blue band yote umeimaliza, unafanya koni nini? Lakini kuhusu blue band kaza ni kuliwa, si ndio? Lakini pia kuhusu wewe dogo ni uvivu tu. Umeelewa? Yaani bwana mwingine mimi ningeenda chapu ningirudi hapa. Alafu na wewe vipi ndugu yangu ile jambo lako? Unaona waingia watoka utambii chochote. Jambo gani? Bora nichanganya naye. Ajifanya ajui jambo lake. Sasa uelewi nini ndugu yangu? Wewe umetoa barua ya posa, lakini mpaka leo hatujajua tarehe lini ya harusi wala nini. Cha kwanza kabisa niwaambie ndugu zangu. Siwezi kupanga jambo kabla hata majibu hajarudi ya barua. Nadhani mnaelewa. Laiti kama majibu angekuwa amerudi, hata tarehe ya ndoa ingekuwa tushaipanga. Labda mwezi fulani siku fulani. Lakini ugumu ni kwa kule mpaka sasa hivi sasa. Majibu hajarudi. Ila anachoamini ni uhakika. Yaani uhakika ndugu zangu 100%. Nadhani mnaelewa. Yule mtoto Zuu hapa achomo. So kweli mambo yake wanapenda kujisifia kumbe hamna lolote. Yaani mambo yake ndo haya atufanyii vitendo wewe kazi yake kila siku. Oya. Lakini pia mimi nikutoe shaka. Mimi naamini kwa sasa hivi hakuna mwanamke ambaye anakataa kuoa. Mimi naamini majibu yatakuja vizuri na Zuu atakuwa shemeji. Sawa. Sisi vijana wenzako wanataka tukusaidie. Umeelewa? Si marafiki zako bwana. Tujue tunashinda kakamua vipi. Basi sawa, mimi nimeelewa ndugu zangu. Na pia unajua na mwenyewe na familia yangu. Kwa hiyo jambo lazima tulifikishe kwenye familia yangu. Ushaelewa? Tutakaa chini. Na siwezi kuwatenga ndugu zangu pamoja na nyinyi. Tutakaa chini mwisho siku tutapanga tarehe. Oya hiyo siku. Kwa jambo likishakuwa hii. Oya. Hapo watu watakula mchele nakwambia. Ndio mambo yake. Mpaka yani ule mchele mwisho siku ule. Unaocha kwenye kanzu hivi unakimbia na wako wako. Yaani mimi sitaki chakula kibaki, maana kitaharibika. Sasa nini? Je, tumekaa muda mrefu sana. Kidogo kasi hajawahi. Mimi kanifuatilie bwana. Kwa hiyo kafuatilie mikate. Tunaenda wote. Mimi sikuelewage. Unapenda kula mikate? Oa. Sasa hivi. Sawa. Na wewe basi ndio nini hapo andae hiyo chai. Oa. Yeye niwaambie nyie. Mkichela sana nikuta ndani. Mami najua nyie story kibao huko njiani. Brazil. Brazil sasa hivi sio mchezo. Brazil sasa hivi inabadilika mambo ya kombe la dunia. Yaani alianza vibaya lakini sasa hivi mwanangu anaelekea na mzidi kwenda. Na masaka inabidi kuwa kubwa Brazil. Wewe Brazil alikuwa timu ndogo. Hivi wewe unapojiangalia wewe na mimi tunaendana? Aliyekutuma utoe nguo zako kwenu ulete kwetu barua nani? Tena naongea unisikilize. Tafuta type yako, mimi sio type yako na unikome. Ina maana ndugu zangu mnafanya mimi kupigwa kofi? Hapana mwanangu usharudi. Sema. Yaani sikutegemea kabisa ndugu zangu. Yaani niloamini ndio mnafurahi kitendo hiki cha kupigwa kofi. Amna mimi najikaza lakini asante. Nashukuru kwa hilo. Haya bwana.
Shalua bongo. Shalua bongo. Matambo mengi. Matambo mengi. Ala lolote. Poa. Tunaenda hivi. Yule kwa sasa ameweza kucheka. Ndoto yangu ndo